Wewe unasoma Biblia wakati Sauli anaenda Dameski akakutana na kilichombadilisha jina lake likawa Paulo. Nadhani kwenye karia pia nadhani kwenye karia pia zipo nyakati ambazo ndio hizo. Sasa Sauli anabadilika anakuwa Paulo. Sasa hamia huko. Turning points zako. Turning points. Zilikuwa ni zipi kwenye kukua kwako? Sasa naweza kusema kwamba hakika katika career yangu nimekuwa na turning points nyingi sana. Na hata hiyo moja tu ya kusema unaacha kazi unaenda chuo kufanya masters. Lakini labda hata katika kazi sasa, wakati niko kazini nimekuwa na turning points nyingi sana. Labda nizielezee tu chache. Nimesema mwanzo pale kwamba mwaka 2011 niliondoka PwC. Nikaenda Standard Chartered. Na nilienda Standard Chartered kama Chief Financial Officer, CFO, ama mkurugenzi wa fedha. Sawa. Na sasa hiyo kwangu ilikuwa ni turning point kubwa sana. Na yalikuwa ni mabadiliko makubwa sana. Kumbuka nimetoka PwC nilikokuwa nimebobea kwenye ukaguzi wa mahesabu. Ndio. Ninaenda kuwa mkurugenzi wa fedha tena kwenye benki. Bidi ukaguliwe na wewe. Inabidi na mimi nikaguliwe. Kwa hiyo ilihitaji a mindset shift. Turning point nyingine kubwa kwenye career yangu ilikuwa ni hii ya kuhama kutoka Standard Chartered Bank kuja NMB. Sawa. Na hiyo ilikuwa mwaka 2018. Sasa nilitoka Standard Chartered Bank kama Chief Financial Officer. Nikaja NMB kama mkurugenzi wa fedha ama Chief Financial Officer. Mwingine anaweza akasema mbona kazi ni hiyo hiyo tu. Zinafanana tu. Lakini hakika yalikuwa ni mabadiliko makubwa sana. Kumbuka mimi nimeanza kazi na PricewaterhouseCoopers. Ndio. Nikatoka PricewaterhouseCoopers nikaja Standard Chartered Bank. Hizi zote ni kampuni za kimataifa. Tulikuwa na ile group mentality ndani. Sasa nikaja NMB, benki ya kizalendo. You are now the benki group ya Watanzania. Sasa nyie ndio group. Lakini sio hilo tu. Benki hii ni kubwa. Wakati natoka Standard Chartered nadhani tulikuwa na matawi kama 3 tu. Unakuja benki yenye matawi zaidi ya 200. Wakati huo nadhani ilikuwa kama 226. Sasa hizi tuna 200 zaidi ya 48. Balance sheet kubwa. Yani trillions. Wakati huo na Joy nadhani trillion tulikuwa nazo karibu 6-7. Sasa hivi tuko trillions nyingi zaidi. Lakini vitu vilikuwa tofauti sana. Nakumbuka kama CFO nilikuwa nafanya approvals za payments mbalimbali. Nilikuwaga memo ikija ninasoma mpaka nukta. Nawaambia kwanza niachieni kwanza. Naona vitu ni vikubwa, mambo ni makubwa. Hakika nilijifunza mambo mengi na uzoefu ndio ulibadilisha mambo mengi sana kwenye ile eneo hasa la finance. Sasa turning point nyingine kubwa. Ndio. Ndani ya mwaka mmoja 2019 nikateuliwa kukaimu nafasi ya afisa mtendaji mkuu wakati tunasubiri afisa mtendaji mkuu mpya aje. Ndio. Kwa hiyo nikaanza kukaimu. Sasa hapo napo nadhani ilikuwa ni turning point moja kubwa sana. Kwa sababu nayo ilibidi nibadilishe mtazamo. Kutoka sasa kuiongoza idara moja ya finance na sasa kuangalia benki nzima. Kinara anayetazama hii akiwa tawi lolote kanda yoyote ya benki ya NMB, pigia mstari neno mindset shift. Kubadilisha mtazamo. Sawa. Kutoka kuiongoza idara ya finance sasa kuongoza benki nzima. Ninachomshukuru Mungu, nilipokuwa Standard Chartered Bank mara nyingi sana nilikuwaga pia na kaimu. Kwa hiyo nilikuwa ninajua maana ya maono mapana ya benki nzima. Lakini pia tayari nilikuwa nimeshaanza kujifunza ni jinsi gani sasa ya kuyapeleka hayo maono kwa wafanyakazi ili wayaamini. Lakini nilikuwa nimejifunza ni jinsi gani sasa niweke watu kwa pamoja ili tuweze kuexecute. Lakini kujenga resilience na msuli na kupeleka matumaini hata wakati ambapo mambo ni mazito. Peleke matumaini. Watu waone kwamba kuna future.
kuna nuru mbele. Hiyo karama tuliitumia hasa hata wakati wa kipindi cha COVID. Yani wakati ambapo mko confused, hujui mbele itakuwa nini, uko unaakti. Lakini wakati ule ndo tulitengeneza mpango mkakati mpya wa benki ya NMB wa miaka 5 ambao ndo tumeumaliza kuutimiza sasa hivi, na tumeutimiza kwa ushindi mkubwa. Kipindi cha COVID ndio kilikuwa kigumu zaidi kwenye uongozi wako hapa, utakubaliana naye? Ni mojawapo. Nadhani kumekuwa na mengine magumu zaidi. Sawa. Mengine sio ya kuongea basi yamekuwepo mengine magumu zaidi, lakini COVID nayo ilikuwa ni mojawapo. Changamoto ambayo ilikuwa ngumu, na haikuwa kwetu tu, ilikuwa ni ya dunia nzima. Nimalizie turning point. Ndio. Kubwa kuliko yote ni pale nilipoteuliwa sasa kuwa afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Na pengine unaweza kusema tayari ulikuwa unakaimu. Yani kukaimu ni tofauti. Kwa hiyo labda ninapoongelea turning points ama matukio ambayo ni makubwa, ambayo yalibadilisha mtazamo na kubadilisha pengine mwelekeo kwenye career yangu, haya ndio naweza kusema ni makubwa sana. Lakini mamangu, nikuulize na wewe, kwa nini uondoke taasisi za kimataifa uje kwenye benki hii? Yani una report uko wapi? Umetaja ma PwC na mengine. Kuna mtu anajiuliza sasa, ikawaje mtu akaondoka huko akaja kwenye NMB? Swali zuri. Labda niseme kwamba nilikuja NMB kwa sababu ya misingi NMB iliyokuwa nayo, zile values na misingi ya benki ya NMB ya kuwahudumia Watanzania, ya kuleta ujumuishwaji wa kifedha kwa Watanzania, wa kuleta impact kwa Watanzania, kuhudumia Watanzania kibiashara, biashara binafsi, biashara ndogo na zakati. Niliona hii ni benki ambayo nikija nikaleta uzoefu wangu, nikashirikiana na viongozi wenzangu wa benki hii, sasa tutaleta impact kwa Watanzania. Mimi wakati niko PwC, na hili nilikuwa sijaliongea, mimi nilikagua benki ya NMB. Okay. Nilikuwa naikagua benki ya NMB. Yani benki ya NMB ilikuwa mmojawapo ya mteja wangu mkubwa wa karibu. Nimeikagua benki ya NMB kutoka mwaka 2006 mpaka mwaka 2011 wakati mimi naondoka PwC. Kwa hiyo nilikuwa naijua NMB kwa undani sana. Yani nilikuwa naijua NMB kwa undani sana kama mkaguzi wa mahesabu. Nimeanza kuikagua nikiwa senior associate tu. Nimeiacha nikiwa senior manager. Nilijua hii benki ina potential ya kuja kuwa benki kubwa, kuwa tegemeo kubwa la nchi. Na niliamini kwamba uzoefu na mimi ambao nimeupata kwa nafasi ambayo nimepata kama Chief Financial Officer, nilijua kuna mambo mengi ambayo naweza kuja na mimi kuplay my part. Yani na mimi kufanya kwa sehemu yangu. Kuleta mabadiliko makubwa na kuleta mafanikio makubwa kwenye hii benki. Sasa wakati niko CFO, nikiangalia mabadiliko makubwa tuliyoyafanya kwenye financial performance, kwenye financial reporting, kwenye governance, kwenye budgeting process, na budgeting yenyewe na planning, efficiency, ambayo sasa efficiency sio cost cutting. Watu wanaweza wakaichanganya. Na ndo maana pengine sio cost cutting. Ni unaangalia jinsi gani ya kupata value for money kwa matumizi unayoyafanya. Na ndio maana ukiangalia sisi hapa benki ya NMB kutoka hiyo miaka 2020 mpaka sasa hivi, utaona kwamba sio kwamba tumekata matumizi yameongezeka, operating expenses zimeongezeka, lakini cost to income ratio imeshuka sana. Mimi nimeingia hii benki, cost to income ratio ilikuwa 60%. Na sasa? Lakini sasa tunapoongea iko 37%. Ufanisi wa hali ya juu sana. Value unaweza kusema nilileta hata wakati ule, wakati niko CFO. Kwa hiyo niseme hiyo ndio nifanya nije NMB. NMB Bank, karibu yako.
ilihitaji a mindset shift. Wakati Sauli anaenda Dameski